إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. فاتقوا الله عباد الله حيثما كنتم، وخالقوا الناس بخلق حسن. واعلموا يرحمكم الله بأن حسن الأدب وجمال الخلق من أهداف بعثة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ومن مهمات رسالته أيضا. أما سمعتم بقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. ndugu zangu waislamu, kwanza kabisa napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha, halikadhalika na kuikumbusha nafsi yangu kunako wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale waliotangulia na waliokuja baada yao, si mwingine isipokuwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha. Ndugu zangu waislamu, miongoni mwa malengo ya kutumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na risala aliyokuja nayo ni kutimiza tabia njema na tabia tukufu katika dini yetu hii na katika mujtamaa. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo amekuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu yeye mwenyewe kwamba ni mwenye tabia tukufu kwa khitabu ambayo ni muakkad bi illa na lamu ya muzahlaka, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: wa innaka la'ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammad upo juu ya tabia tukufu kabisa, wewe ni mwenye tabia tukufu. قال الإمام الجنيد: سمي خلقه عظيمة لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إلا الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. الإمام الجنيد akasema zimeitwa tabia zake ni tukufu kwa sababu ya kukusanyika tabia tukufu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa maneno yake mwenyewe aliyosema kwamba hakika Allah amenituma mimi kutimiza tabia tukufu. Ndugu zangu waislamu, jambo la kushikamana na tabia tukufu ni miongoni mwa alama za imani. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
mkamilifu zaidi wa waumini kwa imani ni yule mzuri wao zaidi kwa tabia. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amelidhihirisha hili kwa uwazi kabisa, na sisi tuna wajibu wa kumuiga na kumfuata yeye mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, hakika kumepatikana kwenu nyie kwa mtume wa Allah kiigizo chema kwa yule anayemtarajia Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja kwa wingi. Ndugu zangu waislamu, min al-akhlaqi al-aliya wal-adabi as-samiya ri'ayatu hurmati al-mashayikh al-kiram wal-ulama'i al-akhyar, na miongoni mwa tabia njema na adabu tukufu kabisa ni kuchunga heshima za mashekhe na maulama. riayatu hurmati almashayikh walulama wajibatun shar'iyyah, kuchunga heshima za mashekhe na maulama ni jambo la lazima kisheria, si kwamba waweza kujiamulia kwamba sasa utafanya hapa utakataa. Hapana, ni jambo la lazima katika dini yetu sisi ya Kiislamu kuchunga heshima hizi na kushikamana nazo. wadunakum ayuha alahbabu alkiram awjuha riayati hurmati almashayikh walulama. Ndugu zangu waislamu, kamataneni na shikamaneni na miongoni mwa namna za kuwaheshimu mashekhe na maulama. alawwal tawqiruhum واحترامهم وإكرامهم. لقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته عموما وطلابه خصوصا على توقير ذوي الفضل والعلم، وحذر أشد التحذير من سوء الخلق في التعامل معهم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام السلطان المقسط. Ndugu zangu waislamu, katika hadithi hii tunapata mafundisho makubwa kabisa ya kupasa kuwaheshimu mashekhe na maulama na kuwakirimu wao na kujiepusha kabisa na kuvunja heshima zao, kwa sababu wao wamebeba jambo la ilmu na kutufikishia sisi waislamu wa zama tulizokuwepo leo na vizazi vitakavyokuja. Basi yapasa sisi kuwaheshimu, na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akauhimiza umma kwa ujumla na wanafunzi wake kwa umaalumu kabisa juu ya ulazima wa kuwaheshimu mashekhe na wanavyuoni waliobeba jambo la ilmu. Katika hadithi hii ya Abu Musa tunafundishwa kwamba miongoni mwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwakirimu watu wazima waislamu, hali kadhalika na kuwakirimu ambaye amebeba Qur'an, ambaye si mwenye kuvuka mipaka wala si mwenye kujitenga na kuwa mbali na hiyo Qur'an, hali kadhalika na kuwakirimu watawala waadilifu. Hili ni katika jambo muhimu sana. Wa fil hadith alhasan anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Si katika mwenye kufata mwenendo wetu yule ambaye hawaheshimu na kuwatukuza wakubwa wetu na kuwahurumia wadogo wetu na kufahamu haki ya mwanachuoni wetu. Huyu mtu akawa hayajui mambo haya, huyo si katika mwenye kufata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Abu Abdurrahman Tawus bin Kaysan al-Yamani rahmatullahi alayhi ana maneno mazuri sana. Yeye akasema: inna minas sunnati tawqira al-alimi, hakika ni katika sunna kumheshimu mtu aliyebeba ilmu. Na ukishindwa jambo hili, ujue wewe kama ni mwanafunzi
basi utakuwa umepata hasara kubwa kabisa. Yatakikana tuwaheshimu watu ambao wamebeba jambo la dini, ukiachilia mbali wao unatakiwa kumheshimu kila Muislamu. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. kila muislam juu ya muislamu mwenzake li haram, damu yake kuimwaga pasi na haki, mali yake kuichukua bila ya haki, heshima yake kuiporomosha. Jambo hili halitakikani na halitarajiwi kupatikanika jambo hili kwa mtu ambaye anajipamba na jambo la ilmu. Na ukijiweka mbali na vitu hivi ndio izza na heshima kwako inazidi, lakini ukiviingia vitu hivi vya kuwadonoa mashekhi, wewe utakuwa umekula hasara hapa hapa ulimwenguni. Sasa ni vyema kujiepusha, na kama ni mwanafunzi wewe mwenyewe utakuwa unajikosesha fursa ya kustafidi kutoka kwa mwalimu wako. Innal muallima wat-tabiba kilahuma la yansahali idha huma lam yukrama fasbir lidaika in ahanta tabibahu wasbir lijahlika il jafauta muallima. Msemaji ana maneno mazuri sana haya, anayasema kwamba mwalimu na shekhi hawa wawili hawatafanya mambo kwa ufanisi na uadilifu na kuyasimamia kwa uzuri ikiwa hawa wawili hawatakirimiwa vile inavyotakikana na kuheshimiwa. Fasbir lidaika in ahanta tabibahu, vumilia wewe kwa maradhi yako na ugonjwa wako ikiwa utamtweza na kumdhereu daktari wa maradhi hayo. Wasbir lijahlika, na vumilia kwa ujinga wako huo, wewe vumilia kwa huo ujinga uliokuwa nao. Iljafauta muallima, ukimfanyia ususuwavu wewe mwalimu na kuto kumuheshimu, utakuwa wewe mwenyewe ndio mwenye kupata hasara. Ibadallah, wa min awjuhi riayati hurmati almashaikh alkibar walulama alakhyar dhikruhum biljamil waddu'a lahum bilkhair walbarakah wa ifadati aljil. Na miongoni mwa namna bora na njia za kuwaheshimu mashekhi na maulama ni kuwataja kwa uzuri, ukawataja vizuri mashekhe zako, ukawataja kwa uzuri na bashasha na furaha, na kuwaombea dua wao za kheri na baraka na kufaidisha vizazi na vizazi. Hili ni katika mambo muhimu, lakini kuanza kuwasema na kutokuwaombea dua hata pale unapoona hapa kateleza, basi wewe ujue unataka kutuletea matatizo katika swafu, unataka kutuletea matatizo kwenye dini hii, na hili si jambo la sawa sawa. Illa Allah yubghidhu alfahisha albadhiya, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia mtu mwenye tabia chafu, mwenye maneno machafu, yatakallam bilfuhsh, mtu ambaye asema tu hajali huyu ni nani anazungumza naye, yule ni nani anazungumza naye, yajisemea. Si jambo la sawa sawa. Itakuwa tujibidiishe sisi kuwataja kwa uzuri mashekhe zetu na kuwapenda. Saala rajulun al-imam Ahmad faqala birray ay Madina shabun yuqalu lahu Abu Zur'a. Siku moja mwana mmoja alimuuliza al-Imam Ahmad, akamwambia kwenye mji wa Rai ambao ni mji miongoni mwa miji mikongwe sasa hivi upo Iran, ni miongoni mwa miji mikongwe kabisa. Akasema kuna kijana mmoja hivi aitwa Abu Zur'a, kuna kijana shabun yuqalu lahu Abu Zur'a. Hebu tazama, azungumza kijana. Al-Imam Ahmad ajua makana ya huyu mtu anayetajwa hapa. Faghadhiba al-Imam Ahmad, akaghadhibika Imam Ahmad. Faqala taqulu shabun kalmunkir alayhi, akaambia wasema kijana, yani al-Imam Abu Zur'a wewe wasema kijana. Akashangaa sana jambo lile al-Imam Ahmad, unamwambia mwanachuoni mkubwa kijana, na haya yapo, unamwambia kijana. Al-Imam Abu Zur'a ni mwanachuoni mkubwa sana, lakini bwana asema shabun. Farafa'a yadayhi al-Imam Ahmad yad'u Allah li Abi Zur'a, akanyanyua mikono yake miwili al-Imam Ahmad anamuombea dua al-Imam Abu Zur'a. Faqala Allahumma ansurhu ala man bagha alayhi, ewe Allah mnusuru
kwa yule mwenye kumfanyia dhulma, waafihi wadfa anhu albala, na biafya na salama, na muondoshee yeye mabalaa. Si jambo zuri kuwasema mashaikh kirejareja, waamua tu unavyotaka wewe. Hili si katika mambo yenye kuhimidiwa katika dini yetu sisi ya Kiislamu, bali yatakikana tuwaseme kwa uzuri mashaikh zetu na tujiepushe na kuwasema vibaya. Ma'al asafi shadid wa ma aktharahum liyawm, jambo la masikitiko zaidi ni wingi ulioje wa watu ambao kama mfano wa huyu aliyemzungumzia al-Imamu Abu Zur'a. Yatakikana mimi na wewe tujiepushe na jambo hili. Ikhwan, nahnu ila qalilin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-ilm, sisi kwenye adabu chache tu ni wenye kuhitajia zaidi kwenye hilo kuliko elimu nyingi ambayo haina adabu. Bali as-salafu salih walikuwa wanatanguliza jambo la kujifunza adab kabla hata ya kutafuta ilmu. Kana as-salafu salih yahrisuna ala ta'allum al-adab wa iktisab al-akhlaq qabla al-ilm. فهذا الإمام الكبير سفيان الثوري يقول رحمة الله عليه: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب قبل ذلك ب20 سنة. alikuwa mtu akitaka kujifunza ilmu anajifunza kwanza adabu miaka 20 kabla hajaingia kwenye jambo hilo. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'aliy al-'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in. ibadallah, ومن أوجه رعاية حرمة العلماء والمشايخ تقديمهم في الفتيا ومعالجة القضايا والعمل بإرشاداتهم النافعة في أمور الآخرة والدنيا. ndugu zangu waislamu, miongoni mwa namna za kuchunga heshima za mashaikh na maulama ni kuwatanguliza wao katika mambo ya fatawa na kadhia mbalimbali ambazo zitajitokeza kwenye jamii. Mimi na wewe tunatakiwa tuwatangulize mashehe zetu kwanza kwenye mambo kama hayo ambayo yataisibu jamii. Al-Imam al-Iraq anasema maneno mazuri kabisa, anasema: la yanbaghi lilmuhaddith an yuhadditha bihadarati man huwa aula minhu bidhalik. anasema haitakikani kwa mtu anayejishughulisha na kutafuta elimu ya hadithi na mwanafunzi kwa ujumla anayetafuta elimu ya dini kuzungumza mbele ya wale ambao ni wabora zaidi kuliko yeye kwenye hilo. Mwingine anasema bibi ningepewa mimi ile mada ile. Sheikh hajitendea haki. Subhanallah. Irham nafsaka. Hebu jihurumie basi. Huyo ni shekhe. Wataka upewe wewe nani? Muda wako utafika, utapata hiyo fursa. Usiwe na haraka. Sasa wakana Ibrahim والشعب إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم أي النخل بشيء. na alikuwa al-Imam Ibrahim na ash-Sha'bi wanapokuwepo katika majlis pamoja au katika eneo, hazungumzi Ibrahim jambo lolote, anamwachia mwanachuoni mkubwa anazungumza, na yeye pia ni mwanachuoni. Hizi ni katika adabu. Imekuja athar katika kitabu al-Muwatta cha Imam Malik, katika kitabu talaq, chuo cha talaka, babu talaq al-bakr. Ukienda kwenye mlango ule utakutana na athari hii. Hebu tushikamane nayo athari hii, tuone adabu za maswahaba namna walivyolizingatia. Wa an Muawiyah bin Ayyash al-Ansari annahu kana jalisan ma Abdullah bin Zubayr wa Asim bin Umar ibn al-Khattab qala fajaahuma Muhammad bin Iyas ibn al-Bukayr فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثة. anasema Muawiya ibn Abi Ayyash akisimulia kwamba siku moja yeye alikuwa amekaa pamoja na Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu na Asim ibn Umar ibn al-Khattab rahimahullah, akawajia wao Muhammad ibn Iyas ibn al-Bukayr rahmatullahi alayhi, akasema kwamba kuna bwana mmoja huko katika watu wa kando ya mji, katika mabedui,
amemwacha mkewe, amempa talaka mkewe, talaka imra'atahu thalatha, amemwacha mkewe talaka 3, kamwacha mke wake kabla an yadkhula biha, kabla ya kukutana naye, kabla ya kumuingilia. Famadha tarayani, mnaonaje jambo hili? Anawauliza mabwana makubwa hawa wawili, hili jambo mnalionaje? Sasa sikiliza jawabu. Faqala Abdullah ibn Zubayr, inna hadha al-amra ma lana fihi qawlun, hakika jambo hilo sisi hatuna kauli yoyote kwenye jambo hilo. Fadhhab ila Abdullah ibn Abbas wa Abi Hurairah fa inni taraktuhuma inda Aisha radhiyallahu anhum. Akamwambia, nenda wewe kwa Abdullah ibn Abbas na Abu Hurairah, hakika mimi nimewaacha hao nyumbani kwa bibi Aisha. Nenda fasalhuma, waulize, thumma itina fa akhbirina, kisha utujie sisi na utupe habari. Fadhahaba fasalahuma, akaenda akawauliza. Faqala ibn Abbas, zingatia sasa, faqala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akasema ibn Abbas li Abi Hurairah, kumwambia Abu Hurairah, aftihi ya Aba Hurairah, mpe fatwa wewe huyo bwana Abu Hurairah. Abdullah ibn Abbas amtanguliza Abu Hurairah, lakini leo bibi yangu anaweza kujibu, tumekaa hivi, tumeliona hivi. Wangapi je vijana asaghir fil ilm, mnaona nini? Kitu gani mtakachokiona? Kabir ndio utaona mambo. Wewe hapo ulipo kwa umri wako huwezi kuona. Sasa Abdullah ibn Abbas anamtanguliza Abu Hurairah, anamwambia mpe fatwa kwenye jambo hili. Faqad ja'atika mu'dhila, hakika limekujia wewe Abu Hurairah jambo kubwa, swali gumu kabisa limekujia. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alwahidatu tubinuha, talaka moja inamtenganisha na mumewe. Inamtenganisha na nini? Na mumewe, bainuna sughra. Kisha akamwambia wathalatha tuharrimuha hatta tankiha zawjan ghayra, na talaka 3 zitamuharamisha kabisa na mumewe mpaka aolewe na mume mwingine. Sasa ukitazama unaweza kusema swali lile si dogo tu, lakini hebu tazama adabu zilizopatikana ndani ya swali hili. Abdullah ibn Abbas anamwambia Abu Hurairah, aftihi ya Aba Hurairah, mpe fatwa wewe Aba Hurairah kwenye jambo hili. Amtanguliza mkubwa kwenye jambo hili, na yeye ni mwanachuoni, na sisi tunafahamu habari kubwa ya sahaba huyu mtukufu, mufassiru hadhihi al-umma. Qala al-Imam Malik rahimahullah, la yanbaghi lirrajul an yara nafsahu ahlan li shay'in hatta yas'ala man kana a'lama minhu. Anasema al-Imam Malik, imamu dari al-hijra, haitakikani kwa mtu yoyote kuiona nafsi yake kwamba ndio inastahiki na uahali wa jambo lolote lile mpaka aulize yule alikuwa na ilmu kuliko yeye. Wama aftaitu hatta sa'altu Rabi'a wa Yahya ibn Sa'id, na anasema mimi sijatoa fatwa isipokuwa baada mpaka nimemuuliza Rabi'a na Yahya ibn Sa'id, fa amarani bidhalik, wakaliamrisha na kunipa mwongozo juu ya jambo hilo. Walau nahayani lantahai, na lau mimi wangelikataza ningekatazika na hiyo. Lakini ndugu zangu, kiukweli kabisa mabalaa mengi na fitan na mihan zinazotukumba sasa hivi ni kwa sababu watu wamekaa nafasi si zao na wakajiona kwamba wao ndio wapo kwenye nafasi zile. Hili ni janga katika zama tulizokuwa nazo. Wewe hata usome usomaji, shekhe wako ni shekhe wako tu, masikio yazidi kichwa, mheshimu shekhe wako. Hilo litakunufaisha wewe na elimu uliyoibeba. Lakini tutakapokwenda kwa utaratibu huu, basi ujue fitna ni kubwa kabisa. Na ndio maana imekuja kwenye athar, la tazaluna bi khairin ma kana al-ilmu fi akabirikum fa idha kana al-ilmu fi asaghirikum waqa'at al-fitna. Hamtaacha kuendelea, nyinyi mpo kwenye khairi, muda wa kuwa ilmu ipo kwa wale wakubwa wenu. Fa idha kana fi asaghirikum, itakapokuwa ilmu sasa ipo kwa hao wadogo wenu, waqa'atil fitna, hapo inatuka fitna. Waffaqani Allah wa iyyakum li ahsani al-adab wa ajmal al-akhlaq.
ونسأله الحفظ من مساوئها، ونصلي ونسلم على خير الورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.